Wow. Kweli. She want to call me all night call. I said, my baby, come give me something new. Oh, I know. No. Showtime. She give me good time all night. Wonder, the way you give me love never seen before. I changing my mind. Tomorrow I wanna take you to Mumbai. Yeah, I know you like Maserati. I can give what I have, keep you praying for me. Guys, muvise ko no musore afise ijwi ryo kuririmba vya vrai, hapana babandi vo kuvuga ati anabahatisha. Focus. Yes. Unajisikiaje kusikia mara kwanza kuingia kwenye Buja FM, kuingia kwenye kipindi kwenye Hit Connection? Nilikuwa nikitamani sana nifike. Na nilikuwa natamani nipate hata kuna watu kadhaa, watu wengi sana wakuniuliza labda maswali, pengine ningefurahia sana, lakini at the end of the day nimefika and I'm so happy kuwa na wewe pia Hassan. Yes, asante sana. Focus, turagutumiye mu kiganiro Hit Connection, ndibaza ko ari byinshi cyane tuzaniye. Turashaka kumenya Focus yatanguye umuziki gari. Focus ni biki byabunguye mu muziki. Focus ni gari yamenye ko afise impano. Focus yamenye ko afise impano à l'âge de 18 ans. 18 ans niyo namenye ko okay, I can do this. Before nari umurapper, I was a rapper that time. So nilikuwa tu nikirap hivyo vile vya musite kawaida tu. At the end of the day nikakuja kuona mimi nataka kujua kuimba. Kweli kuimba nilijifunza na Mungu akanijalia, akanifanyia wepesi, nikatoboa kwenye kuimba pia, nikawa naimba vizuri. Lakini kusema kweli talents ni kama nilikuwa nayo nikiwa mdogo tu. Kwa sababu kitu kama unakipenda utakijua na mzazi atakwambia. Mimi my mama ananiambia, wewe muziki uliopenda ukiwa mdogo tu. I was young that time. Lakini kwa sasa naweza kusema Mwenyezi Mungu amenijalia mpaka leo hii bado napambana na kile kipaji changu. Na nahitaji support pia. Focus amejua kama iko na talented mwaka 2018. Ndio kabisa. Umeingia studio lini? 2000 kuingia studio niliingia 2015. 2015. Kujitambua kwamba naweza nikafanya kitu ilikuwa nina miaka 18. Mara kwanza nyimbo ya kwanza ilikuwa inaitwaje? Nyimbo ya kwanza ilikuwa inaitwa Ndo Sheria. Nyimbo imekufikisha wapi? Hakuna, kwa sababu ilikuwa ni zile za ujanja ile mko na laptop, unaanza kujirekodi tu na mic. Alafu nyimbo ya kusema kwanza imekutoka kwenye nyimbo ya kuingia kwenye studio ilikuwa ni nyimbo gani? For the first time kuingia studio ilikuwa ni ngoma inaitwa Diana. Diana, si kitambo sana, ilikuwa 2015. If I'm not wrong, kama sijakosea. Ilikuwa 2015 ndo nimeingia studio rasmi kabisa. Na at that time sikuwa serious because unajua finance, sikuwa na pesa. Ilikuwa ni ile ukipata ile kidogo unampelekea producer, bana nisaidie. Unamlilia hata nisaidia, anakuambia kuja siku fulani. Inabidi tena urudi, ngoja tena kama ni wiki nzima. Wiki nzima umetulia ndo unaenda tena. Tena mguu hapo. Umeme ukipotea ni unakaa hapo, hakuna kula, hakuna, yani ni maji tu unakula. Ndio kaingia kwenye studio. Nyimbo ya kwanza unasema kwanza imekutoa wewe kwa kujulikana, ilikuwa ni nyimbo gani? Kujulikana naweza nikasema ilikuwa ni cover. Wakati nilifanya cover ya J Melody, ya ile ya hiyo ngoma fulani sijui nakupenda. So hiyo time ndo nikaona watu wananifuatilia, nikasema why not nisifanye vitu zangu. Kama naweza nikafanya ngoma ya mtu na watu wakaisikiza, acha basi na mimi ni focus na mambo yangu. Ndo nikaanza sasa kufanya kazi zangu hivyo, na hiyo ngoma naweza nikasema ni J Melody. Ndio imekutuma unaingia kwenye studio, ndio ilinifanya nikawa serious kabisa kwenye kazi zako. Unaingia kwenye muziki nadhani kama umekutana na wasanii wengi sana. Zile palikuwa ndani wa Big Fizzo, palikuwa ndani wa Wasabi, palikuwa ndani wa Kidumu, palikuwa ndani. Ulikuwa unajifikiria one day na sasa kama mimi naingia kwenye studio alafu niwe kama fulani. Nadhani kama msanii wote kwa jua awe star anakuwa na example anasema mimi nataka kuwa kama fulani. Focus alikuwa anataka kama kuwa nani? Artist kama gani? Nilitamani kuwa kama Big Fizzo because nilikuwa na rap. So nilimwangalia sana brother. Nilikuwa namcheki sana ngoma zake na zikariri nini. So nilitamani tu siku moja nataka na mimi nikiwa napiga show venye Fizzo watu wanapiga kelele vile na mimi iwe hivyo tu.
Ushawahi kumtafuta Big Fizzo kumwambia mimi nilikuwa shabiki wako kwa John mara ya kuimba ni kwa sababu ya experience ya kwako? Sijawahi kupata nafasi, ila huwa najaribu kuongea na wao kwa mitandao. Huwa najaribu kuwa chat. Yani kwa mtandao lazima ni make sure this is Big Fizzo and I have to text him nimwambie bro nini, akijibu asipojibu it's okay. Yeah. Because unajua yule ni mtu ambaye anatextiwa na watu wengi and I understand. Naelewa kabisa ni kazi. Hivi unamaliza miaka mingapi kwenye muziki? Kwa sasa naweza nikasema ile serious kabisa ni sio miaka mingi, nina miaka 3 nikiwa serious Kwenye kazi zako. Yani nikiwa serious nasema acha nifanye muziki, ni miaka 3 tu. Unasikia? Wewe miaka mingapi mitatu ushatoa muziki ngapi? Hiyo miaka 3 nishatoa ngoma nyingi na karibuni album 3. Album 3? Sija release. Sijaachia hata moja. Yeah. Mimi nataka kujua kwenye unasema kama unamaliza miaka 3 kwenye music. Yeah. Sieti. Yeah. Muziki gani iko nje? Ngoma ambazo ziko nje sasa hivi. Ziko nje, sijasema zenye ziko studio. Zipo nyingi, zipo kama ngoma 10 hivi. Ngoma 10? Yeah, kwenye channel yangu. Kwa hiyo miaka 3. Hiyo miaka 3. Nina ngoma 10 na video kama 4 tu. Yeah. Miaka 3 alafu una ngoma kama 10. Yeah. Why that hujafikia kama watu wengine kusema kama mimi miaka 3, miaka 10? Ni ngoma gani unaweza kusema hii ngoma ndio imetuma mimi najulikana kama Mr Focus? Hata watu ukitoka nje wanasema yule ni Mr Focus, namjua kwenye TV, wala ni Mr Focus kuna nyimbo fulani namjua kama Mr Focus. Ilikuwa ni ngoma ambayo inaitwa Mbwa X. Mbwa X. Yeah. Kwa nini Mbwa X? Nadhani ni vibe tu. Hakuna kitu yote iko serious. Tulikuwa studio tuka vibe pale vile, vibe zikaja ikabidi nimepata yako ka melody ukaweka, tukaona kana sound poa, si mbaya hata. Tukasema basi tuachane nako, hakukuwa na lengo ama nini, ilikuwa tu ni muziki tu, venye unajua muziki unakujaga. Yani hivi ukipita nje wanajua kama Mr Focus ni ule member DRX. DRX and Wanda. Ndo ngoma 2 ambazo zinanishikilia saa hizi. Yeah. Ushapata opportunity ya kuingia kwenye show kaimba Kenya? Why Kenya? Vimendekaje mpaka kupata show nyimbo ya Kenya bila hujapata Burundi? Naishi Kenya. Unaishi Kenya? Yeah, naishi Kenya. So kukuja hapa nilikuja kufanya prom ya music because I tried before. Nilijaribu before, nilikuwa nikituma watu hawafanyi kazi venye nafaa. Nikasema this time around let me go mimi mwenyewe nikajifikie, ni promote ngoma zangu, watu wanione na wanielewe. Yeah. So show Kenya napiga. Pale Kenya kabisa, sikosagi unga kabisa. Yeah. Vinakuwa virahisi kutoa muziki nyuma nchi ya Burundi ya nchi onyeshemo. Wanaheshimu, hata kuna ngoma fulani ilipendwa Kenya ambayo ni ya kwangu inaitwa Ngundira. Ngundira ni ndirimbo abakenya bakunze vrema kubera nyene ico Kirundi. Nariri mvyikirundi bigafa binaenda tu watu waka vibe wakapenda sana ngoma. Abantu barayikunda. Vyatari. Irabashikiye. Haje biroroshiga caga Mr Focus kubona ko indirimbo zawe kuvuga ati zirabashikira kandi utasanze ubahariya kwera bavuga ati igihugu utabamo biragoye cyane kugira ushobore kwipromotinga n'ibikorwa bishobore kumenyekana cyane. Wewe ngaho ubikora gute kugira indirimbo zawe n'abari hanze cyangwa ico gihugu usanze ubamo kugira indirimbo shobore kuzitahura? Eske bazimenya gute izo ndirimbo za kugira bamenye Mr Focus yasohoye indirimbo shasha? Okay, je murangenda ku radio yo muri Kenya na Citizen, hari aba journalistes tuzinanye hagiye nyene nkababwira bumviriza igikorwa gusa baje bambwira indirimbo irakaze. Je nzo kugirira promotion free of charge. Uko nyene indirimbo gakigenda ugasanga nuwundi uko, yani naweza nikasema ni bahati tu. Kwa sababu kuna wale wenye nililipa na wakufanya hiyo kazi na kuna wale wenye walijitolea wakafanya hiyo kazi na ndio ikaenda zaidi. Yeah. Wale umelipa alafu akusaidiza hapa Burundi ni wanani? Burundi ni wa presenter wala ni watu washikaji tu wa karibu? Nilipea mshikaji wa karibu. Hiyo deal nilipea mshikaji. So nikamwambia mzee, yani mimi nafanya muziki lakini nataka nyumbani pia usikike. So walivyoniambia akanambia acha basi mimi nitakuulizia kwa maredio pesa ni aje nini, akanitafutie hizo ratiba. Nikawa nimepata, nikasukuma hela, mimi nikajua jamaa anafanya promotion. Ya kumbe hakuna kitu alikuwa anafanya. Yeye alikuwa anafanya mambo yake tu. At the end of the day mimi najua ngoma zinapigwa kwa redio. Alafu akupata hata message anakuambia na nyimbo hata mwashikaji anakuambia wana Mr Focus bana nyimbo zako tunazisikia huko Burundi. Hiyo message yako haipati? Unajua hiyo deal tulikuwa tunaifanya tukiwa mimi na yeye tu.
Umeona? So hiyo deal tulikuwa tunaifanya tukiwa ni mimi na yeye. Najua huyu ni mshikaji. Unajua mshikaji bro, kuna mtu ambaye mme raise pamoja, mmekuwa pamoja mpaka mna grow. Mtu kama huyo ni kama brother tu. Unampea deal, unamwambia bro, mimi nitakulipa, kuna chako, naomba unifanyie hivi na hivi na hivi. Lakini yeye afanye. Yeah. Hivi inakuwa ni vigumu sana kwa kusema kama msanii kama huku nyuma unasema kama unaishi Kenya. Yeah. Hivi umeona kama uaminifu sio wengi sana. Ushajaribu kutafuta wengine kusema kama inabidi nitafutane na watu wako serious. Yeah, na the only way sio virahisi wa kusema kama wewe unaishi nje alafu eti kazi zako zijulikana hapa Burundi. Inakuwa ni vigumu sana. Ni ngumu sana. Inabidi utafute watu wako hapa Burundi, yeah, alafu wafuatilie kazi zako. Sure. So saizi hilo jambo ndo nafanyia kazi. Yeah, nitajaribu kuongea na watu ambao wanafanya hiyo kazi. Kama ni wewe Hasani, najua Hasani anafanya hii kazi. Hasani hawezi akanitapeli. Umeona? Sasa mimi mistake nilifanya kwa sababu nilitrust. Huyo mtu alikuwa mwitu vya entertainment, wewe umesaidiza alafu akakula pesa. No, alikuwa tu mshikaji tu, ile tu kunisaidia tu. Enda uniulizie Buja FM wanalipishaje promotion. Ananiambia ni easy. Anambia sawa, enda uniulizie mali fulani radio kama 4. Receipt hakupi? Hakukuwa na receipt. Hakukuwa na receipt yoyote. Jamaa yeye alikuwa tunafanya ile kimorio tu. Ya kiushikaji, anasema wewe ni mwaminifu au kufanya vitu vingine. Watu nakwambia ni hatari brother. Kuna watu wala hii sana. Labda kwa sababu ya hii craze, sababu sijui kitu gani. Peut-être. Yes, rero tugaruke gikorwa washoboye kutuzanira. Wazanye indirimbo shasha. Turashaka rero tuyumbisha no korumviriza Buja FM, abariko korumviriza Hit Connection. Mr Focus yatuzanye indirimbo yitwa gute? Wanda. Yeah. Indirimbo isohoye ijyari. Wayisohoye mu bihe imeze gute Wanda naisohoye. Okay, kuikora nayikoze kera. Indirimbo nakoze muri 2023 around mu mpera z'umwaka. Kwa gatandatu. Kwa gatandatu. Ombira mazumwaka. Ramazumwaka ndayifise. Nakubwiye ko mfise album 3. Izo zose ziri ready. Donc umwanya wari we wese nashobora ku dropping. Me Wanda yari hari mugabo nayisohoye ubunye igeze kuri amezi ndwi. Kuri YouTube. Yeah. Ego turashaka kumenya Wanda ni giki? Wanda ico gisigura maajabu, gutangara. Wonderful ni ikintu nyene uvuza hiki kitu niki kizuri, kitu kama cha kushtua kizuri, lakini ya ndo maana ya Wanda. So ukisikiza na message iko hapo ndani, alikuwa ni mapenzi kweli, msichana ananipea mapenzi ya dhati. Ndio tunataka kujua sasa. Message modani ni message ni gani kwa hii song yako? Ni message ambayo ya mshikaji wote anaweza kakuwa kwenye mahusiano. Yes, true. Ilikuwa wala kwa imetokea wewe. Sio true story. Sio true story. Yani hata mimi nawezi kanihapenia nikiwa kwenye mapenzi hivyo deep, nitaandika ngoma, lakini hiyo time sikuwa kwenye mahusiano. Niliandika tu juu just because you know the music, it's all about dream. Music ni mawazo tu, unakaa chini unafikiria kitu inakaa unaandika. As long as inakusoundia fiti, we release tu watu wataisikia. Alafu message kakuja vipi tu kwa kuanguka ghafla kwa kusema tu acha niimbe Wanda? Sio mimi kwa sababu mimi sikupanga niimbe Wanda. Ni uandishi tu nilijipata nikakuta hii ngoma inaitwa Wanda. Yes, nyimbo inatoka inaingia kwenye studio. Nani ametengeneza hii song? Aliyetengeneza ni Mr Sule on the Beast, the monster. Ndio ametengeneza hii ngoma. Iko na video? Iko na video. Nani ametengeneza hii video? Video ilitengenezwa Kenya. K Thomas director. Ndio katengeneza video. Inaonekana imekupeleka pesa nyingi ngoma. Ilinipeleka pesa nyingi kwa upande wa Kenya. Unatarajia kurudisha aje hizi pesa sasa? Kwenye mziki kuna kupata na kukosa. Mimi niko tayari kwa lote kwa sababu this is business. Inaweza ikakuwa successfully ama ikakuwa failed. So mimi najiandaa kwa matukio yoyote. Ndio nategemea. Mimi nategemea matukio yoyote. Yaani kama italeta pesa it's okay. Isipoleta najua bado mbele iko sawa. Yes. Nyimbo inamaliza miezi 7 ikiingia kwenye ukurasa wako wa YouTube. Ndio. Message kitu gani unaona kama hakio kinafikia mwana wana hii? Kile kitu nataka. Hii nyimbo yako nilikuwa natoa, nadhani kama kuna nafasi fulani imefika. Watu wamechukulia Japan nje.
Kwanza ilinifanya mtu tofauti sana pale nyumbani wenye natoka sasa Kinama. Mzaliwa Kinama? Ya mimi mzaliwa wa Kinama. Pande gani? Bubanza. Yaani hivyo washikaji watu wa Kinama wako wanakusikiliza. Saizi wako live. Ya. Kitu gani unaweza kuambia kwa hiyo muda? Nawapenda sana wazee, endeleeni kusupport. So Wanda ilinifanya wa tofauti sana because kuna wale ambao walikuwa wanasema Mr. Focus naye ngoma zake sijui nini, lakini wakati alisikia Wanda anasema alisikia Umbo X akasikia na Wanda akasema this guy anafanya mziki kweli. Saizi wameadmit, wamekubali, wanasema bro, maua yako tumekupatia, fanya kazi na Mungu akujalie, na mimi nawaahidi sitawaangusha. Yes, eti anawaahidi hawatawaangusha. Sure. Atarabemereye nazobagwisha ku ndirimbo yiwe Mr. Wanda. Ndirimbo ni ndirimbo nziza, dufata kanye kane tuyumvisha, nyuma tuje twakira pere zanyu nduve n'ibibazo byanyu muko murumviriza Buja FM ko murumviriza ikiganiro Hit Connection. Kuyumviriza indirimbo ya Mr. Focus. Focus right here.